kisha akasema wa an Abdullah ibn Buraida an abihi radiyallahu ta'ala anhuma qala, kutoka kwa Abdullah ibn Buraida an abihi radiyallahu ziwende, qala amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man habasa al-inaba ayyam al-qitafi, man habasa al-inaba ayyam al-qitaf, mwenye kuzuia zabibu kipindi cha kuchuma zabibu, yani mwenye kuzizuia akaacha kuziuza, mwenye kuzizuia akaacha kufanya nini? Kuziuza. Ayyam al-qitaf, yani katika masiku ambayo tayari zishakomaa, ni za kuvunwa hizo, ni za kuchumwa hizo nini, hizo zabibu tayari zinahitaji kuchumwa, yani kwa sababu zabibu zikishakuwa tayari zinatolewa. Kuna zabibu zinaitwa karam, mbaya na zile nzuri. Sasa kazi hiyo inafanyika wakati zikiwa zimekomaa. Sasa huwa walikuwa wakizizuia ili ziive sana, halafu watengeneze pombe. Ndio maana akasema hatta yabi'ahu mimman yattakhidhuhu khamran, ili aje kuziuza kwa mtu ambaye anatengeneza pombe. Hatta yabi'ahu mimman yattakhidhuhu khamran, ili aje kuziuza kwa mtu ambaye anatengeneza nini? Pombe. Asema faqad taqahhama an-nara ala basira, faqad taqahhama an-nara ala basira, kwamba amejiingiza kwenye moto hali ya kuwa anaona. Faqad taqahhama an-nara ala basira, huyu atakuwa amejiingiza mwenyewe kwenye moto hali ya kuwa anaangalia hivi. Taqahhama an-nar ay dakhalaha, amejiingiza kwenye moto, yani amejitupa nafsi yake kwenye moto, ndani ya moto, hali ya kuwa anaona. Ala basira, pamoja na kwamba anajua sababu iliyomsababisha aingie, ni maana kwamba ile ni sababu ya kuingia motoni. Sasa akifanya hivyo, amejiingiza kwenye moto hali ya kuwa anajua kwamba sababu iliyoniingiza kwenye moto ni hii. Fahimtum ya shabab? Kwa hiyo ila hapo ni haramu, kwa sababu anaziacha kuziuza, lakini lengo lake ni akatengeneze nini? Aziuze kwa mtu ambaye anatengeneza nini? Pombe. Allah tuhifadhi na hali hiyo. Na hii hadithi inatupa kaida katika kaida usulia, anna alwasaila laha ahkamul maqasid, njia zina hukumu ya lile kusudio. Alwasaila laha ahkamul maqasid, kwamba njia ina hukumu ya lile kusudio, sababu asili ya kuuza zabibu ni halal. Mtu akiuza zabibu zilizokomaa, akiuza mbichi, akiuza mathalan mtama, ngano, ni halali. Lakini hivi vitu vyote hivi, ngano, mtama, zabibu, akaziuza kwa mtu ambaye anatengeneza pombe, mambo yashaharibika. Amesaidia kwenye madhambi na uadui. Amesaidia kwenye nini? Madhambi na uadui. Allah tuhifadhi na hali hiyo, kwa sababu hii inatokea sana
kwenye baadhi ya vijiji. Inawezekana na ni mtihani, kana hakuna mteja amnunuzi isipokuwa ni mtu anayetengeza pombe. Angalia mtihani wanaopata watu, tufanyaje? Natakiwa hapo ujinyime, uwe na subra. Kwa nini? Kwa sababu kimuuzia ambaye aenda kutengeneza pombe, ima umemuuzia ngano au mtama au zabib, umesaidia kwenye yale maasi. Kwa hiyo tunapata faida sasa kwamba kila kitu ambacho kusudio lake ni la haramu, basi kukiuza kitu hicho ni nini? Ni haram. Kwa hiyo mfano huu umekuja katika hadithi, lakini mifano hii hapa inaingia mifano mingi. Mfano wanasema kuuza TV, skrini hii wanaoangalia watu, kumuuzia mtu ambaye ataangalia vitu vya haramu. Wanachuoni nasema hii pia ni haramu, sababu utakuwa umesaidia kwenye jambo la nini? La haramu. Ama TV hiyo skrini hiyo ukamuuzia mtu ambaye ataangalia habari, taarifa za habari, mambo ya dini, kuangalia mafundisho ya swala, da'wa na yanayofanana na hayo, haina ubaya. Lakini ukimuuzia mtu ambaye wajua huyu anaenda kuiweka pengine sehemu fulani waangalie mambo mabaya, na wewe umesaidia. Tuko pamoja jamani? Mfano kuuza madishi mnayajua. Atbaqu liistiqbali wanaita. Hii ni haramu bila ufafanuzi, sababu ni uchafu mtupu. Madishi yale, ingawa mtu anaweza akatumia dishi kuangalia channel ambazo za Kiislamu, lakini mara nyingi inakuwa madishi ni uchafu moja kwa moja. Kadhalika mtu akauza silaha kwenye fitna wakati wa vita, huyu anapata madhambi. Fahimtum ya shabab? Wa an Aisha asema rawahu Tabrani fi al-Awsat bi isnadi hasan. Wa an Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat, kutoka kwa Aisha radhiyallahu Allah zimwendea amesema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-kharaju bid-dhaman, al-kharaju bid-dhaman. Al-kharaju yani kukodisha, yani anakusudia faida, yale manufaa yanayopatikana kwenye kitu, kukodisha kitu, au yanayopatikana katika kitu ambacho unakiuza. Ima ni mtumwa, ile faida inayopatikana kwa kitu, kwenye kitu ambacho unakiuza, chochote kile, iwe ni mtumwa au kijakazi au mnyama au kitu kingine. Yani ile faida, ile chumo linalopatikana, lile chumo linalopatikana bidhaman, yani linaulizwa, yani ni lenye kuulizwa. Bidhamani bimaana kwamba ni lenye kufanya nini? Ni lenye kuulizwa na Allah tabaraka wa taala. Al-kharaju bidhaman, kwamba lile chumo linalopatikana linaulizwa na Allah tabaraka wa taala, mas'uliyya
yani linakuulizwa lile chumo linalopatikana. Taib, hiyo kwamba al-kharaju bidhamani, kwamba lile chumo ni lenye kuulizwa, kwamba maadamu lile chumo yani kile unachokiuza kile ile faida inayopatikana inarudi kwa nani? Kwa yule ambaye aliyenunua, sio kwa yule ambaye ameuza. Kwa mfano mtu akanunua kitu kama ni mbuzi, baadaye akizaa, ile faida inarudi kwa nani? Kwa yule aliyenunua, kwamba bwana, nimekupa hii mbuzi wangu juzi tu bwana, ilikuwa mimba imedunga akiwa kwangu bwana, huyu mwa kwangu bwana. Ile ni yenye kuulizwa, kwamba inarudi kwa yule aliyenunua, kwa sababu bei ishafungika. Ndio maana ya al-kharaju bidhaman. رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. طيب، وعن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا، kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpa dinari, liyashtari bihi udhuhiyatin, ili anunue udhuhiya, mbuzi wa udhuhiya. Liyashtari bihi udhuhiyatin, ili anunue mbuzi udhuhiya au shatan, shakku min arraw, ima amesema udhuhiya au amesema au shatan au mbuzi. Fashtara bihi shataini, akanunua mbuzi wawili. Yeye alipewa anunue mbuzi mmoja, lakini ile pesa ikanunua mbuzi wawili. Fabaa ihdahuma bidinarin, yule mbuzi mmoja katika wale mbuzi wawili akamuuza, akapata dinari. Faatahu bishatin wa dinari, akampelekea mbuzi na nini? Na dinari. Fadaa lahu bilbaraka fi bai'ihi, akamuombea dua katika kuuza kwake yule mbuzi wa pili. Fakana law ishtara, jinsi kwa ile dua aliombewa, law ishtara turaban la rabiha fi, hata kama angeuza mchanga angepata faida kwa ile dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallama. Kwa ile jinsi dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallama ilivyokuwa ni yenye kukubalika, ilivyokuwa ni inapokelewa haraka. Na hadithi hii inatufundisha kwamba inajuzu kuwakilisha katika kitu cha kununua au kuuza. Inafaa kumwakilisha mtu, bwana, kanunulie mbuzi, kanunulie kanzu, kama anajua kipimo chako. Inafaa kumwakilisha mtu, kwamba hakuna ubaya kumwakilisha mtu, ima kumwakilisha moja kwa moja au kumwakilisha kwenye kitu maalum. Wakalatul mutlaq ni kusema mfano ukamwambia khudhi ishtari li shatan mathalan, chukua hii pesa kanunulie nini? Mbuzi. Hii ni wakalatul mutlaq. Mbuzi yoyote akimpata anamnunua.
Ama ukiwakilisha kwenye kitu maalumu, ni mfano ukasema khudh hadhihi darahima ishtari li shatan fulani, chukua hii pesa uende ukaninunulie mbuzi mweupe. Hapo umehusisha mbuzi maalum. Au kanunulie mbuzi wa kike. Hapo umeweka kitu maalum, umewakilisha kwenye kitu maalum. Na ikiwa ni kitu hukuwakilisha kwenye kitu maalum, basi inabakia vile vile, kwamba atanunua yule ulimwakilisha mbuzi yoyote. Na ikiwa ni kwenye kitu maalum, ukasema ishtari shatan fulani, akawa hajanunua ile mbuzi unaotaka, hiyo haifai. Inabidi anunue ile ulioitaja, kama ni mbuzi wa kike au beberu, anunue vile vile, yani afuate vile vile ulivyofanya nini, ulivyomwelekeza. Au kamwambia mtu, chukua hizi pesa, mpe fukara yoyote katika mafukara unaowajua. Hapa atampa yoyote katika mafukara anaowajua. Fakiri yoyote atampa. Hii ndio inaitwa wakalatu mutlaq, wa moja kwa moja. Lakini ukimwambia khudhu hadhihi darahim atiha fulani, chukua hii pesa lakini mpe bunayya, haruhusiwi yeye aende akampe kokoko, kwa sababu ni wakalatu muayyan, umeainisha mtu maalum. Haifai kumpa mtu mwingine, hata kama muone pengine bunayya hali yake kidogo ni nzuri, au na kokoko kidogo hali yake ya uchumi sio nzuri. Haifai kubadilisha, haifai kubadilisha, maadamu ni wakalatu muayyan, ameainishwa huyo bunayya ni huyo, asipewe mtu mwingine.